So nataka nionyeshe hizi changes ambazo zimetokea sokoni jana baada ya kuwa soko limeseli, kutokana na analysis ambavyo tulikuwa tumeiona kutokea kwenye daily time frame. Jana tuliona hivi viashiria hapa vya soko, kama soko linafanya nini, na kutokana na hivi basi tukaiangalia market kwa ujumla kuweza kupata opportunity za kusell sokoni kutokana na nini ambacho imekifanya hapa. Kwa sasa baada ya kulead candlestick zimesema nini, then tukaja kwenye H4. Kwenye H4 kweli tukakuta ya kwamba market will sell to this point here. Market imeseli na kweli imeseli kutokea hapa mpaka huko chini. Hii point yote market jana ndio iliyofanya sokoni kutokana na analysis ambayo ilikuwa nimeshaiweka kwenye video iliyoisha. So sasa kwa nini hivi sokoni kwamba market imeseli kiasi kwamba at the point limeishia hapa, na kama vile ambavyo nilielezea jana nikasema exit itapatikana sokoni kwenye ile eneo hapa, ndipo ambapo mtu utaondoa kuseli na exit ni hii point here. Unaona kwa market haijafika huko, lakini imegusa hii point, imeexecute kubai. So kwa nini sasa market ina buy? Nataka nikurudishe nyuma kidogo. Nilipokuwa nikianalyze VIX 100 nilikwambia general move ya VIX 100 ni bullish kutoka kwenye months, jinsi ambavyo ina appear kutoka kwenye months, it is a bullish. Unaona, lakini pia nikaelezea kwa nini ni bullish. Ukifuatilia video zilizopita utakuta kwa nini ni bullish. Lakini pia kwenye wiki ukiangalia kwamba nikaeleza vizuri kabisa kwamba hii move iliyoko hapa lazima tu itabai, lazima siku moja itabai. Na ni kweli unaona kwamba imesell, lakini baadaye tena ilikuja ikashuti sell ambayo ni jana, lakini ina push up kwa ajili ya kubai. Sasa hii ni weekly, okay? So kama ni weekly tunaweza tukaidefine siku ya leo ni siku gani? Ni siku ya Jumatano, okay? Kwa kama ni weekly it means changes zinaonekana katikati ya wiki. Kwa moja obviously soko letu litabai, na mahali ambako tunaweza tukasema buy inaweza ikawa slow, au tunasema kwamba tunaweza tukaziona buy zinaishia ni hizi area hapa. So kabla tujafika area, sasa nionyeshe hivyo viashiria vya buy pia vilivyotokea kwenye another time frame. So tukiangalia hapa kwenye daily hatuoni kiashiria cha kubai. Unaona, japokuwa tunaona kwamba bado market yetu imetengeneza sell ambayo kwa sasa hivi mtu ukiingia umeshachelewa tayari, ilipiga sell. Sasa kutokea hii candle tunaweza tukapata kiashiria kwa nini market imebuy kwenye lower time frame, na itakavyobuy moja kwa moja, nifungue this one, itakavyobuy moja kwa moja. Sasa nataka nionyeshe wapi ambapo market yetu hatutakiwi kwanza tunatakiwa kuwa nayo makini kwamba trade yetu itakapoweza kama umeingia, maana yake sokoni hizi ndio eneo za kutoka trade yetu wakati ina buy at this point. Sasa kwenye masaa manne iangalie vizuri kwa masaa manne jinsi ambavyo inaonekana. Kwa hiyo imebuy mpaka ile eneo hapa imefika, imebounce, then ndio eneo ambalo tunasema kwamba trade yetu tungeweza kuitoka sokoni, kwamba kama tumeingia, okay? Sasa kiashiria cha kwa nini imebuy hiki hapa, this point here hapa ndio eneo ambalo tunasema kwamba ungeikuta moja kwa moja market nini ambacho inakifanya sokoni, ingekuambia kwamba ni kubai. Lakini sasa buy yako wewe ungeifanya, lakini unakuwa na riski kwamba ninafanya kubai, lakini itakapofika hii point hapa
siendelee tena kubai, na subiri kuona indicators zingine sokoni, nini market ambacho itakifanya. Okay, so can you see market ambavyo imefanya hapa? Unaona? Kwa sasa sokoni tutakuja kuangalia kwenye daily tena kwamba market imezungumza nini, na H4 tena market imezungumza nini kwa siku ya leo, na pia tutazingatia kwa siku ya kesho, ili kusudi tuweze tukaingie trade ambayo ipo hapa. Sasa kwa mtu ambaye angetakiwa kuibai trade hapa, nionyeshe sasa moja kwa moja alitakiwa aingie na entry gani. Okay, najaribu kumove na hii VIX 100 ili kusudi kuwa na consistency na uhakika wa trade ambazo tunakuwa tunaziangalia kwa siku. So hii ndo market sasa. Okay, sasa market imebuy kwa muda ule kutokea kutokea ile move, ambapo mimi kwa kawaida hii market ningeisubiri nipate kubuy at this point here. This is a normal invalidation, na hii hapa nilitest ya normal invalidation katika structure ambayo ni hii hapa. Okay, and this is a new invalidation. This one is a new invalidation, na hapa ni kwamba market inaweza kufanya retest kabla ya kufika kwenye new invalidation pia ikaweza kubai, lakini sikufunge sana kwamba inaweza isifike kwenye body ikaishia kwenye candlestick. Okay, na hii retest inaweza isifike kwenye body ikaishia kwenye candlestick. Kwa hiyo ni kwa makini na analysis ambayo inaangalia ni both candlestick na body closure. Okay, so sasa hii ndo market yetu hapa. Nikiweza kuangalia buy, lakini ukiangalia vizuri hii market kuna structure nyingine hapa. Can you see hii structure? Ukiangalia vizuri ina normal validation point here. Okay, lakini pia so hii normal invalidation ya market haikuweza kufika kwenye structure moja kwa moja, lakini imeishia kwenye normal invalidation point hapa juu, unaona, na market yetu ikaweza kuingia sokoni. Sasa hii hapa iliingia, nikionyesha candlestick hapa iliingia. Okay, ikabai, lakini ikaja hii pia yenyewe ikaingia sokoni ikabai. Okay, sasa kwa sokoni kulikuwa na entry ambayo ni normal invalidation ambayo imeingiwa mara mbili. Entry inaweza kaingia zaidi ya mara moja. Okay, lakini sasa kwa mtu ambaye tuseme kwamba angeweza kuingia at this point kwenye hizi entry hapa, nataka nionyeshe sasa jinsi ambavyo angeweza kuingia hii trade katika 15 kama hivyo ambavyo nipo kwenye 15 time frame. Obvious mimi kuingia sokoni ni mpaka nipate confirmation to lower time frames. At least 5 na 3 minutes huwa zinanipa confirmation sokoni. Okay, kwa siwezi nikaingia trade bila kuona confirmation. Kwa nataka nionyeshe confirmation hapa ambayo jana pia nilikuwa nimeeleza. Hii ni 5 minutes confirmation, bado sijaiona. Kwa nitakuja 3 minutes. In 3 minutes confirmation nimeipata. Okay, so mtu anaweza kaniuliza confirmation ni ipi? My confirmation ni hiki kitu hapa, kwamba lazima nione kwamba body closure body closure ambayo imetokea. So hii ndio itakuwa confirmation yangu kuingia kwenye trade, na sell yangu inakuwa hapa. Okay, so can you see nini ambacho imefanya trade? Okay, na eneo ambalo lingekuwa ni first TP na second TP, kama ambavyo ninakwambia siku zote ya kwamba hii trade
ni good trade. This is the first TP, here is the second TP. Okay, lakini pia umeingia na entry zaidi ya moja kama nilivyokuambia jana, utaziacha zilani. So hiki ndo kitu ambacho kimefanyika sokoni. Okay, na exit point nilikwambia ni hapa eneo. Okay, so market inaweza ifike hii point au isifike, kwa sababu kuna candlestick ambayo iko kwenye candle ambayo nimeipoint hapa, imezuia market kama hivi ambavyo unaweza kuona. So ni kwa hii entry hapa, okay, ambayo tumeiona kwenye 15 minutes. So nikirudi kwenye 15 minutes pia kuonyesha kwamba ningeingiaje sokoni sasa kwa hii market ambayo ilikuwa imetokea hapa sokoni. So ukiangalia vizuri hapa, lazima mimi niingie nikiwa na confirmation. Can you see market hapa jinsi ambavyo imefanya kwenye 15. Sasa confirmation hapa haipo, lakini nimeipata kwenye 3 minutes. Sasa nirudi tena kwenye 5 minutes hapa, nikuonyeshe sasa ningeingiaje sokoni kwenye 5 minutes. Obvious sijaona. Okay, confirmation, twende pamoja na mimi kwenye 3 minutes. Kwenye 3 minutes nimeiona confirmation jinsi ambavyo ningeingia hii trade yangu. Okay, haya, iangalie vizuri confirmation sasa hapa. Iliyotakiwa hiyo hii confirmation naipata between two candles, ambazo ya kwanza inatakiwa iwe ni bearish candle na bullish candle. Okay, inatakiwa ni bearish candle na bullish candle. So kwa hii candle ambayo iliingia hapa mara ya kwanza, confirmation hakuna. Hii hapa candle no confirmation, hii hapa candle no confirmation. Hii ni confirmation ya trade yangu ni wapi? Kwenye 3 minutes. Okay, so kwenye 3 minutes ningeiposit trade yangu hapa, na obvious ukiingia kwenye 3 minutes SL yako lazima tu itakuwa ni ndogo. Okay, kwa ningeingia trade yangu na SL ningeweka chini kidogo ya strip ambayo tunaiona. Okay, so market yangu ime move hapa, ningeingia sokoni, na hapa first TP na second TP kiukweli hapa kwa jinsi ya market ilivyokaa, exit yangu ya first TP ingekuwa ni hapa, this point here, this ingekuwa ni exit yangu ya first TP kutokana na market jinsi ambavyo naiona. Okay, nimeingia na TP zaidi ya moja, kwa hiyo nitaiacha market yangu ita move. Kwa hiyo ndivyo ambavyo imetokea sokoni. Kwenye hivi nimeelezea hizi pointi zote mbili. So unaweza ukatry na wewe binafsi kwenye analysis ambazo unazifanya, ukatumia uzoefu au knowledge ambayo ninakupa hapa kwa ajili ya kuweza kuona, je, ninachosema ni sahihi au sio sahihi. Kuna mwingine anaweza kusema ina move kidogo. No. If wewe cha msingi zingatia nini ninakuelekeza. Ninakuwa na TP zaidi ya moja, then kwa ule mbali ambao ina move market yangu na uhakika wa make money, hata kama iki move na TP mbili zikawa zimetoka sokoni, ile said TP ikatolewa, lakini bado nakuwa nime make money sokoni. So see you another jane ambayo nitakuwa nikiendelea kuelezea another pair jinsi ambavyo zinafanya kazi sokoni. Hii behavior haipo tu kwa volatility ya 100 wa NS, lakini pia kwenye volatility ya 10, kwenye volatility ya zingine zote ambazo zinatoa volatility, hii behavior utaikuta. See you another time.